Guys, taifa la Urusi limeondoa kizuizi cha mafuta nchini Cuba, ambapo meli ya mafuta ya taifa la Urusi yenye tani 100,000 ya mafuta ghafi imewasili nchini Cuba ikisubiri kupakuliwa hayo mafuta. Wizara ya uchukuzi ya Urusi imetoa hii taarifa, ambapo mnamo Januari Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa Cuba haitapokea tena mafuta kutoka sehemu yoyote. Ni jambo ambalo lililopelekea taifa la Cuba kuingia kwenye mgogoro au kuingia kwenye changamoto kubwa ya mafuta nchini Cuba na kupelekea pia umeme kuweza kuzimika. Lakini Urusi ameweza amepeleka tumaini jipya kwa taifa la Cuba, na hii ni message ya kusema kuwa tunafanya biashara na Cuba. Cuba ni mshirika wetu muhimu sana. Guys, kipindi ambacho vita inaendelea ndio kipindi ambacho mataifa ambayo yalikuwa yana vikwazo vya Marekani yanaendelea kufanya biashara ambayo iliyokuwa ni kubwa zaidi. Huu ni mwaka ambao tunatarajia kuona vitu vingi. Afisa mmoja katika nchi ya Taiwan amesema huu ni wakati wa mabadiliko makubwa ya kijiografia na ya kisiasa, ambapo amesema Taiwan imetangaza rasmi kutaka mahusiano mazuri ya kijiografia na Beijing, akimaanisha na taifa la China. Kumekuwa kuna mgogoro wa muda mrefu sana kati ya China na nchi ya Taiwan, ambao huu mgogoro ukichochewa na taifa la Marekani. Sasa tunaona Taiwan, baadhi ya viongozi wao wanataka kurudisha mahusiano yaliyokuwa mazuri na taifa la China. Guys, Marekani anaendelea kupoteza washirika wake ambao waliokuwa ni wa karibu sana. Guys, Marekani anakwenda kupoteza ushawishi ulimwenguni. Taiwan, hakuna mtu ambaye alitarajia Taiwan inaweza ikaongea haya maneno. Hili ni anguko la taifa la Marekani. Lakini kitu ambacho ni cha kustajabisha, Marco Rubio, huyu ni secretary wa ikulu ya Marekani, amesema kuwa Irani ni wapuuzi, ina viongozi wapuuzi, lakini pia ni wenda wazimu kwa sababu ni wafuasi wa dini. Guys, Marco Rubio ni mtu ambaye kiukweli, au viongozi wa taifa la Marekani wote kwa sasa wameweza kupaniki kwa sababu hawakutarajia hili ambalo walikutana nalo mbele yao. Guys, kwa sababu wamependa kuhusisha kwa muda mrefu sana masuala ya dini na hii vita. Huu ni ukweli ambao wanatamani waweze kuweka mbele ili waweze kupandikiza chuki kwa wafuasi wa dini zingine, lakini this time wamegonga mwamba kwa sababu wapo kwenye nyakati ambazo dunia ina uelewa ambao ni mkubwa sana. Watu wanahitaji haki kwa taifa lolote lile ulimwenguni. Tunaona kansela wa Ujerumani Merz amesema kuwa endapo huu mgogoro wa Mashariki ya Kati utaendelea kuwa mkubwa, basi kuna uwezekano mataifa ya Ulaya yakaathirika zaidi kama kile kipindi cha ugonjwa wa corona. Guys, hii imekuwa ni hofu ya mataifa ya Ulaya kwa sababu mataifa ya Ulaya yamekuwa yakitegemea nishati kutoka kwenye Mashariki ya Kati, ambapo endapo kama mgogoro utakuwa ni mkubwa, basi uzalishaji nchini kwao utapungua kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia ongezeko la kushuka kwa uchumi litakuwa ni kubwa sana kuliko vile ambavyo tulivyotarajia, ikitegemea Urusi amesema kuanzia tarehe 1 atasitisha kuweza kuwauzia gesi mataifa ya Ulaya. Hii itakuwa ni mbaya zaidi kwa mataifa ya Ulaya. Tukimalizia na taifa la Uingereza, waziri mkuu wa taifa la Uingereza Starmer amesema kuwa hii vita vya Irani sio vita
vita vyetu na hatutaburuzwa ndani ya hiyo vita. Guys, ni maneno makali sana kwa waziri mkuu wa taifa la Uingereza akiendelea kuyatoa, huku rais wa Marekani Donald Trump akimtaka kila siku kuingia kwenye hii vita, lakini pia akiendelea kumtolea maneno ya dhihaka. Guys, waziri mkuu wa Uingereza anaogopa kupingwa na wananchi wa taifa lake, kwa sababu wananchi wa taifa lake hawahitaji hii vita, na walisema wazi wazi hii vita Uingereza ikiingia basi itatuletea mgogoro wa kiuchumi kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ili kuweza kulinda nafasi yake na kuendelea kubaki madarakani, ni lazima aweze kustopisha nchi yake kuingia kwenye hii vita. Guys, mataifa ya Ulaya yameamua kumtenga rafiki yao wa karibu ambaye ni Marekani.